Yes my guys. Leo tena na bado tuko Ndherani na kama vidamuone na jamaa Ndherani ya Vioga and yeah, niliambia vile last time tumeingia Kithere pale, alafu mambo hayakuwa mazuri sana. Kuna vile kijana alitolewa mbio sana na yeah, tulienda siasa. That was general campaigns za 2022 kwa miaba ya boss, kama vile mwambia alitutuma pale na timu yangu na vijana wangu. So mission ilikuwa successful. Tulipiga fresh siasa, tukazunguka Delta mzima, tukapanda tukashuka juu chini, si tukamaliza hiyo story vizuri. Yeah, na leo tuko hapa. I can say hata baada kufukuzwa mbio na Kithere, asanteni sana Kithere, mlicheza kama nyinyi pale kwa ballot box na si vitu zikakaa vile zilikaa. Yeah, na kama tulivyoanza, kijana wenu bado niko tu biashara, niko mwanasiasa na bado ni artist at the same time. So wacha niwaambie kuhusu Kithere kidogo. Yani Kithere from the word go ilikuwa na mambo mingi sana. Yani hii story kwanza ilivyoanza, mnaona hatujatoka outside Kithere. Unaona, yani kila ikikuja ni Kithere, ikikuja tunarudi Kithere. Haodho Kithere, nani Kithere, Kinadila Kithere, yani Zainab Kithere. Sasa leo nawaletea sasa mwanadada mmoja babu kubwa sana. So wacha niwaambie, baada kutoka pale high school, by the way nilipofika form 3 high school, kijana mmoja alikuja pale chuoni kidogo akatujoin kutoka shule nyingine, akakuwa beshte yangu sana kutoka mtaani huko Hola. Then kidogo tukamalizia pale skuli, ikabidi vibe zetu zinaingiliana. Sikumaliza, lazima tutakiume mpige hustle. So badala nirudi tu Kejani kwa madangu, dogo akanikaribisha kwao, akaniambia kama vipi kijana, we tuhamie pale Hola Mission, hebu tujaribu kuangalia vile maisha yatatupeleka. So tukahamia Hola Mission, tukakaa kidogo, tukaingia Mombasani, kijana akaingia Kwale, tukaona kule mishemisha azileti mkwanja uingii, tukaamua turudi zetu down. So tukarudi Hola Mission, tukawa sasa tunapiga hustle kama vile sana. Sisi tulikuwa wachoraji, sisi tulikuwa wapaka rangi, unajua, alafu kuna zile kazi za kawaida za kiumeume, unajua, mjengo na nini, kwa tunapiga. Then one strong Valentine Day tukaenda, vijana wangapi? Vijana watatu, kama vijana 4 hivi. Base moja ilikuwa inaitwa Karumaindo. Siku hizi najua Karumaindo si ile Karumaindo zamani, but kwa wale wenye wanajua Karumaindo ndani ya Hola, ilikuwa place moja babu kubwa sana. So tukaingia Karumaindo, kila mtu akanyaka drink yake tu ile simple. Kidogo mawazo zikaanza kuflow. Wewe jamaa, kwa nini kama vipi pale kitambo kulikuwa na Hollywood? Mbona tusirudishe hii kitu nini na nini? So tukaongea nini, unajua pale kuna madirector, kuna mawriter, kuna maactor. Tukakuta hii idea ni fit. Itabidi sasa hii idea ikuje na Ivani. So sisi safari tukatoka hapo. Kwa kweli haikuwa tu maongezi ya bure, enyewe hatuko tunapiga vileo zile kalikali, kwa tunapiga masoft. So msidhani ilikuwa ni story tu za vileo. So tukatoka tukaingia mtaani, tukajipanga, tukaitaita watu 2 watatu, tukajua hapa tunaweza tengeneza content. Now yani dunia ishi maajabu. Yani hivi sanaa tu, unajua hii ni sanaa fresh. Si tunaenda piga tu sanaa, hatuna ya sana wala hatuna gweda ama nini. Hapo ndani ya sanaa watoto wa Kindera tena ndani. Let me tell you, cameraman wetu, editor wetu, unajua alitoka wapi? Kithere. Sasa Kithere tena ikaanza kuingia kwenye line vizuri. Sasa editor sasa, ama cameraman sasa, alikuwa na sister du wake mdogo. Back then alikuwa msichana mdogo, I think bado ndo alikuwa kwa high school. Yeah, and kwa sababu ya
characters inabidi unajua ile mnafanya kama sanaa ya kifamilia vile kitu kama hiyo. So tumejaribu kupiki mtaani, tulivyoona nafasi zijai ikabidi sisi kwa sisi tena tuanze kukutana, nephew, sister, nini, brother, tukaletana pamoja ndio ile sanaa ivane. And the good thing ni kwamba all the 4 boys wenye tulikuwa pale, kila mtu back home, either sister do, nephew ama nini, alikuwa kofiti kisana. Na hivyo ndo basi editor naye akaleta sister do wake na bromen wake, last born wao. Unajua utasema eti sasa hii sanaa pia nayo ingejenga alafu paka kujengeke vitu yani. I never took long. Siku fulani tu tumekaa pale bezi kama kawaida kwa msela wangu wa la mission. Sister yake editor akakuja, tukatulia pale kibarazani yani tukiangaliana. Simi nikasema tu unajua ile mambo ya ujana, nikachukua tu simu nikatype tu, unajua mtoto hakuwa na simu, so nikatype tu vitu vyangu pale. Kama vipi utanambiaje, naona tumekaa tu tunaangaliana. Mtoto naye akachukua akatype I love you. Mimi sijatarajia majibu haya, lakini sasa mtoto amesema I love you. Unaye sasa ni mwingine. So wewe nipunguzie sauti yako kidogo. So jamaa yani hivi tu naambiwa eti unapendwa. Akaambia uko sure na maneno haya? Akaniambia mimi niko refresh na. Alafu ukikuta mtoto mwenyewe Black Beauty, mtoto safi. Yaani akitembea unajua sijui mnasemanga ni kurombosa ama ndo kufanyaje, lakini mimi nasemanga ni kutingisha. Yaani unajua ile natural, yani unajiuliza mtoto anafanya kusudi kutingisha mambo yangu. By the way kutingisha ilikuwa kitu kingine. Sasa najiuliza hapa tunafanya sanaa. Huyo mtoto anaanza kusema anipenda, alafu unakuta ni mtoto fiti. Alafu sasa kama vile nimewambia bado tuko kitere bado. Yaani mtoto tena ni wa kitere tena. Yaani mdera mwingine tena. Mambo gani haya? Ndo natoka chuoni naingia mtaani less than 2 years, kitu chonjo. So mishe pale kuongea mbili, ngambia mtoto sikiza bana, wewe unanizengua. Alafu mimi sitaki kuzenguliwa kabisa. Maana hii safari ya Wandera hii ilikuwa kitu kingine tofauti sana kwangu. Sasa tufanye hivi. Mbona mambo vipi jioni mida ile sasa kama giza laingia, hebu tuonyeshane maneno kama kweli unamaanisha, yani kuna love. Nikasema fiti. So kategea mida 12 pale saa 1 mtoto ukajileta, tukaenda kidogo nyumba 2-3 kwa majirani, tukajificha kwa kikona. Mimi nikamzuia mtoto freshi, ile kumbana tu kukuta 1-2-3 mate nini. Kakuta freshi ngoma basi kama kweli imeivana. Yaani tena nimerudi tena nderani, kwani mimi yani inamaanisha yani do or die. Wanasema labda yani hii safari kama tujamaliza na Wandera mimi sidhani. Yani inakaa tu nderani ndo kejani, yani huko ndo kabisa. Tena mtoto bana kaleta balaa zake bwana. Unajuaje jamaa? Anasema niko chuo sasa, niko kidato cha 2. So kama vipi wewe itabidi umenisubiria mimi mpaka nimalize historia ya chuo. Yani kumaanisha yani wewe piga miaka zako ngapi? 2. Kimaliza hizo 2 fresh sasa tunaweza ongea history, lakini kwa sasa hivi full love nini, wacha niende maliza masomo, nikirudi mimi na wewe 1-2 fresh iko love. Jamaa wewe mwenyewe niambie bana, na miaka 2 yani unangoja Mndera tu amalize kusoma alafu ndio mapenzi inoge. Unajisikiaje hiyo story? Mbona ngumu hivyo? Lakini kapiga hesabu, kaambia okay. Challenge accepted. Wacha mimi nipige hizo miaka 2. Sini kidato cha 3 na 4 tu sasa hivyo narudi mtaani. Basi haina ngori. Mimi natulia tu, wewe fanya mambo yako, maliza nini. Alafu mimi mwenyewe pia nilikuwa najaribu kuangalia mtoto bado mchanga kidogo kulingana na mimi. Maana sasa tena nishamaliza chuo, ndo kwa chuo unajua. So alafu mabrother zameni zake itakuwaje?
Alafu unajua upige show zako 2-3 alafu usepe, yani unajua unaweza choma picha. Ama vipi labda mtoto ndo waifu, ama ndo tumalizie hapa hii safari ya Wandera. I don't know. But baada hapo tukaacha mtoto akarudi zake skuli na tukaanza ku count down sasa. Jamaa tumeanza ku count down. Sasa kama vipi si tuendelee ku count down alafu tuone hizi miaka 2 zitaisha vipi. Hapo tunajua tunaongelea mwaka wa 2014 back huko nyuma. Sasa hii it's like 10 years later jamaa. So yeah, after the countdown, who is this girl? Who is this one beautiful lady, the most black beauty one? Na je, safari yake nayo itaisha vipi, ama ndo kusudi sina bahati na Wandera jamaa? Lakini labda wacha kwanza maliza kusoma. Hii countdown itaisha saa zile tumeleta episode 4 jamaa. Lakini kama vile nimewaambia, nasikia mtaani tetesi zimekuwa mingi. Mwaka 2024 saa hizi 2027 ina come tena jamaa. Juzi MCA tulipiga lakini hatujakuwa serious sana, time na ma challenge kibao. Sasa hivi tunasikia kiti ya ubunge inachelela inaenda Gwanoni kutoka Kinakomba. Tunafanyaje story? Tunajitupa mchakato mzima ama tunapeleka vipi? Lakini kama vipi, bado 2027 Gwanoni tunajaribu kuangalia sana. Alafu tunawaambiaje? Yani hii kiti Mgono anaingia bungeni pale na mnagesi Mgono nani? Anyway, si mimi mwambie ni mwanasiasa na si mimi natoka Wenje jamaa. Sasa si 2027 ikuja alafu tuone vile tunapiga mpango mzima. Ila kama vipi kijijini kule kidogo tunatengeneza mambo 2-3 tukingoja hiyo time ifike. Thanks guys for watching, thanks for being with me. Tuige zaidi, kuna stories zingine moto zinakuja, especially kuhusu mtoto wa Kindera ambao nimewaambia jamaa. Tunamreveal rasmi, tuseme lini? Episode 4. Hapo ndo tutajua kama tunasongesha beacon ama tusongeshe. Hapo ndo tutajua kama vipi tunagonga ama tunagongewa ama kutendaje. Sasa tuangalie, nasikia siku hizi mmezidi sana kusongesha beacon za wenzenu. Wacheni hiyo tabia jamaa.